na kitogo tebe kwa yo abantu bari mawate batabwatiye gasmocha ndo ikatiza dogorangeria onya toyo kuja. Uzima milele, kama vile
tutamsifu milele zote. Mwenzangu nakusihi njoo sasa, ujiunge na kundi la Bwana, wapita twende naye mbinguni, tutamsifu milele zote. Tutaingia jijini pale, tukiongozwa naye Mwokozi, na taratibu tutakanyaga, tutamsifu milele zote. Mwenzangu nakusihi njoo sasa, ujiunge na kundi la Bwana, wakija twende naye mbinguni, tutamsifu milele zote. Amen.
Lakini hapo ni giza pia. Kinga kienje yetu.
na kuone singiri chunga ngara iga yonga mwari bagakuane egera gende tumene birobiro yonga biamono tukwana niga biamono mwese tukwana niroraria mata iga konsi biamono jesa mwari tangoro kumose si unchagwa osara bigando mugambyo kebichiga gesitore kebichisa location igari tangani tiganda atavyo mocho Maronga pole sana pole eso gosire ligwa no mugaka kato bino sokoro adaka lenga Maronga kanyabere sokoro lya igo pole sana adega ndokende otto kata pole ese kanisa agetare kusirio Malaysia ese ala kale kanisa o Malaysia to matekana moto mana asana nane tikata ya pole asa bantu bekenyoro ekara tuwasirio mosemi wale kata semi unekenyoro igo pole nane tikatwa Kenya sambia mono ese myaka Kenya saa ile Maronga tale kamenya myaka yonse ndiro rona ndo kamenya toka pole sana ngo ngwense nya saa tanga tikakoire igo nane tikatwa Kenya sambia mono ekara to kwa Kenya saa ekara to kwa from the other side and from the other side kwa Kenya sambia mono igo onsi palenga nya saa na to konya tokora matanga ya ujana ndesi Maronga achire etoka sengalinga na ikiro kutibanya saa ena yerega ngenda matanga ndara nyebasa elinde eliminya kwaro bona to to yabantu bami ntonga toka enda ten exercise kia photos registration toka enda to register manage kura oyo tara bwata kura ka kibwata yakara Jumapili tokora tole exercise kia photos registration ikanya tora bwata chikura oyo tara bwata kura apo ata kusanya tora change maybe kanya uwaka Nairobi Kitale arali change ona iga akato kuona iga bona iga nabare geita mata aja igona bota akogenda rongo ora igo otari gotse ko matanga elinde yubate kura ege tokende tomatenga covid nero katika tokenda bure na machiko kuna bona iga vaccination naga rata na to kuona iga na wale sa mate kala nginga chisindani kitabu chonsi pino achire kitabu chonsi pino achire akogenda ngora agenda betu sindani ya ngora iga endo irana sindani inde kwa shida ene asi abantu babetiro turaro yokule abantu amoja kwa kanisa yasa igangerembe kala nginga abantu bana bonsi pure moskiro moto betiro igaya turabetwa niko kanyerete gete beko kwata omayoje kunyora kala kwa iranga ko so kuwa kule anda kala kwa kule to kunyora ni to kolera igabantu baminto kagana mata alto betu sindani iganya saa digabaseni akatoka anda tamatanga kala nganya saa nabakonya abagani mmoja kutolele si tokokora toira buja diamono. Thank you very much. Miyamono ono ambi asiripoti kusema pole kwa familia hii, na jambo la pili tunashukuru Mungu kwa yale mema ambayo ametutendea. Jambo nzuri ambayo tunapata katika siku ya leo ni ya kwamba mtumishi wa Mungu amelala, na kama mtumishi wa Mungu amelala mbinguni, naye wako na furaha maana mtumishi wake amepumzika. Na wale wote ambao walipita mikononi mwake, tuna imani ya kwamba mtasongesha yale ambayo ndugu wetu ama baba yetu alifanya. Kwa hivyo kabla ya kuendelea, naitwa Pastor Kipkasi R.I.P Samoe from Elbako katika kanisa la Kiadventista. Kwa hivyo ndugu wapendwa, nataka tuweze kusoma katika fungu moja ambayo inapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake ni 38. Nataka mtu anisomee. Yes. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake ni 34.
Basi tunapoangalia mahali pale, Paulo anazungumza akiwa ni mtumishi wa Mungu aliyepakwa mafuta kwa ajili ya kuhubiri habari njema. Na tunapoangalia katika fungu hilo, tunapata ya kwamba Paulo anazungumza kuhusu wale wote, ya kwamba wale wote ambao wameteswa na kifo, na siku moja kifo itaonekana ya kwamba kifo ilikuwa ni sura aina gani. Na jambo la pili pia, itaonekana ya kwamba kifo hii ambayo imewatesa watu sana, inawachukua wakubwa, wadogo kwa wakubwa. Lakini tunajua hivi ya kwamba kifo inatokana na uasi ambao katika shambani mwa Edeni wazazi wetu waliweza kulivunja amri za Mungu wakati waliposikizana mazungumzo baina ya Adam na Hawa na pamoja na yule joka ambaye alikuwa ni mwerevu. Kwa hivyo siku moja ambayo ni siku ya pekee yuaja, ambaye kifo itaonekana kabisa ya kwamba kumbe kifo sura yake ilikuwa namna gani. Sasa hizi ninaposimama hapa hivi, unaniona kama ni sura, mimi ni mwanadamu. Na unaponiona hivi ama unapokuona hivi, nasema ya kwamba hakika wewe unafanana na watoto wako. Hiyo ni sura yako. Lakini one day, siku moja ambayo itafika, ya kwamba kifo itaonekana kabisa wazi ndio hiyo. Na tutajua kwamba hii ndio imemeza watu wengi. Na waje nikuambia kwamba kifo ni mbaya wapendwa. Na hakuna kifo ambayo inatoka katika mikononi mwa Mungu. Ya kwamba Mungu ameleta kifo ati ya kwamba ati watu waweze kukufa. No. Lakini tunapata hivi ya kwamba kifo, tunapoangalia mahali pale, siku moja kutakuwa na ushindi wa pekee. Na ndipo tutajekea kifo ya kwamba kifo iko wapi sasa ushindi wako? Unaposoma kitabu cha Wakorintho 15 hiyo mpaka umalize 55 mahali pale, utapata ya kwamba mahali ambapo nasema ya kwamba kifo iko wapi sasa ushindi wako? Saa hizi kifo inatunyemelea. Na kifo ni mbaya wapendwa. Hata saa hizi nikuambia hivi ya kwamba saa hizi mama yule ambaye ni mkongwe kabisa, ambaye amesenga kabisa, na kifo itogezee mahali hapa, haitaua mama hapa, itakamatia mahali pengine. Maana atakuwa na nguvu ya pekee ya kukimbia. Kwa hivyo kifo, tunajua hivi ya kwamba Yesu ndiye anayetutuliza. Kwa sababu gani? Kitabu cha Ufunuo, Revelation chapter 14 verse 13 inasema ya kwamba andika, heri wale watu wafao katika Bwana, maana matendo yao yatawafuata. So tunajua hivi ya kwamba kifo siku moja, tengeneza mapito yako, tengeneza njia zako, maana kifo yuaja. Maana nikiangalia ninyi sisi wote hapa hivi, hatuto wengine hawatamaliza miaka 2, wengine hata siku moja, wengine hata mwezi moja. Na waje nikuambie, by the way, 50 years to come, hautapata watu yote hapa. Unaona sisi wote hapa, miaka 50 yote hakuna mtu hapa. Lakini yule ambao unaegemea kwa Yesu Kristo, hiyo miaka 50 itapita kama maji. Na imani ya kwamba nawaombea hata nanyi pia. Nilipoangalia miaka ya mzazi wetu hapa, nikafurahia sana. Miaka from 1929 mpaka saa hizi, Mungu ni mwema. Na sisi tunaomba hivi ya kwamba sisi hata tukiwa vijana, tuombe Mungu atujaishie miaka hiyo. Na waje nikuambia kwamba miaka hizi sasa ni miaka ambayo kuna shida kubwa sana kabisa. Kwa sababu gani? Nataka niwaambie tu kwa ufupi dakika 2 peke yake. Jambo hili la kwanza, katika siku ya mwanadamu hapa duniani, maandiko yanatuambia kwamba ni miaka 70. Na ikiwa zaidi mno ni miaka 80. Na katika miaka 70 mpaka miaka 80 hapo hivi, hapa kuna shida hapa. Ndio nashika ya kwamba unapata mzee ama mama akiwa na miaka 70 kuelekea miaka 80, hapa kuna tabu nyingi sana hapa katikati hapa. Mara unasikia anasema kwamba naumwa na magoti, naumwa na kichwa, meno hakuna. Ukishika bande hii anasema ai ni uchungu sana kabisa. Ukijaribu tena kumwambia maneno mengine, anakuambia wewe nitakulani kabisa. Nitakulani. Hii miaka hii ni ile ya kulaniwa tu. Hapa. Ndio unapata wazee ambao hawakuvaa Kristo ndio wanatoanga laana hapa. Anasimama na kuambia watoto wake ya kwamba please, ninyi msiponichunga nitawalaani. Kwa hii miaka hii kutoka 70 mpaka 80 hapo. Kwa hivyo tukiwa sisi ambao ni vijana, tutengeneze mapito yetu kutoka miaka ambayo Mungu amekupatia. Hata unapofika miaka 80, miaka 90, ujue ya kwamba sasa itakuwa ni furaha ya ajabu sana. Maana Biblia imesema kwamba siku za mtu akiwa hapa duniani
ni miaka 70. Swali yangu ni je, niwaulize swali. Mtu akiwa na miaka 69 na miezi 4 bado ngapi akufe? Nimeuliza swali. Mtu akiwa na miaka 69 na miezi 4 bado miezi ngapi akufe? Na wewe sasa ukiwa na miaka 40 bado ngapi uende? Ndio nakuta hivi ya kwamba mtoto anapozaliwa akiwa na miezi 2 wanaulizanga ya kwamba ama wiki moja wanauliza huyu mtoto huyu ni mzee kiasi gani? Ndio wanasemanga kwa Kiingereza how old are you, na ni mtoto ya miezi 2. Yaani wanauliza ya kwamba wewe ni mzee kiasi gani? Maana yake dunia hii imekuwa imechakaa kabisa. Maana sasa kila mtu anapita. Sisi zote ni wapita njia. Kwa hivyo tutengeneze mapito yetu. Mungu awabariki kwa sababu ya miaka hizi zote hivi. Ukifika hata miaka hizo sasa hizo utakuwa unatoa tu mibaraka tu kwa ajili ya wajukuu wako, kwa ajili ya watoto wako, utakuwa tu unatakia mema. Lakini waje nikuambie, yule mtu ambaye hajaokoka ndio nakuta pia kwamba anasema hivi kwamba wewe nitakulaani wewe usiponiangalia, usiponijengea nyumba nitakulaani. Lakini mimi nashukuru sana wazee ya Wakisii, naonekana wana maneno hiyo. Lakini kwetu kwa Wakale huko unakuta mzee anasema kwamba wewe la kwani mimi nitakulaani kabisa, maana wewe au kutunza yeye. Kwa hivyo kumbe background ambayo mzee aliweka msingi mbaya. Kama angeweka msingi mzuri, hata anapokuwa mzee, yani maisha yake ni mazuri kabisa. Watoto wake wanashughulikia vilivyo kabisa. So kwa hivyo tupende watoto wetu, tupende familia zetu na tumkaribishe Yesu Kristo aingie ndani ya maisha yetu. Jambo la mwisho ya kwamba familia tuweke msingi wa Yesu Kristo. Na jambo lolote likikusumbua usijinyonge. Jambo lolote likikusumbua usikunywe dawa. Jambo lolote likikusumbua usianguke kwa shimo. Hata mambo ya kisiasa yanapotokezea saa hizi, wakati wa saa hizi siasa hapa na pale, hebu siasa isikutenganishe na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Unajua kuna wengine saa hizi wanaongoza saa hizi, siasa ikifika tu namna hii wanaamuka na wanatoweka. Kwa hivyo nawatakia neema ya Mungu kwenye familia hii pamoja na waombolezaji wote, ya kwamba Mungu awafariji, Mungu awapatie neema yake, na Mungu awe pamoja nanyi katika jina la Yesu. Tuombe. Baba wetu mtakatifu utupendaye, tunakushukuru kwa yale mema yote ambayo umetutendea, kwa hizo miaka yote ambayo umetupatia tukiwa na mzee huyu mtumishi wako aliyetuchunga kanisa lako, akachunga watu wa nchi hii. Tunaweka mkononi mwako familia yake yote kwa ujumla. Mungu wetu, hakuna kitu ambacho uangalia saa hizi hapa, na unaangalia mibaraka ambayo ulipatia mzee huyu mpaka wakati huu. Mungu wetu amepumzika na amewacha mibaraka yake juu ya watoto wake, wenyeji wa nchi hii. Mungu, tunaweka mkononi mwako, tenda maajabu. Tunakushukuru kwa yale yote ambayo umetutendea. Umetuongoza na umeongoza waombolezaji wote wamefika mahali hapa. Mungu, tenda vile vile wanavyorudi manyumbani mwao. Mungu, mapenzi yako yaweze kutendeka. Nchi yetu ya Kenya tunaiombea amani ya pekee. Wakati wenzetu wanapokimbia hapa na pale kwa ajili ya siasa, Mungu wetu, tunaomba amani ya kudumu. Maana wewe ndiye unajua umuhimu wa amani, na wewe ndiye unayepatiana amani. Bwana wetu, tunaomba amani ya pekee katika jina la Yesu. Wewe pamoja nasi kwa wakati huu na utuongoze vyema, na ni katika jina la Kristo aliye mkombozi wetu. Amina. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Thank you very much. Tobete gotebaiga ekerugucha togokora bwangu asengencho yerire bagani baitu karibu sana asecha mwachire chisechi abototete kwarigania ekwayetere gochenyi torgo chege pindi kende ekwayeria gitare motare gocha bwangu ekwayeria ito ya gitare motare gocha asobotera aiga no gotera neke bungo ogotera neke bungo
Tungwanana. Hapa ni nyimbo ama fungo. Kuna bagukora agano kutango moko bamaiga ya bwangu. Igo Mauricia omekiswe ebintu byabere buya erinde batere. Igone yagetare na inumo bange igo togo chibwati mfululizo.
Mwokozi Yesu atarudi kuwachukua wateule walio na walokufa, wote watamlaki. Na ndipo kifo na mauti hata pia kifo, na ndipo kifo na mauti hata pia kifo, kufufuka na kufufua roho. Mwokozi Yesu yuaja, naye atawafufua wafu waliolala mavumbini. Kufufuka na kufufua roho. Mwokozi Yesu yuaja, naye atawafufua wafu waliolala mavumbini. Hapo ndipo tutasema, ewe kifo, umeshika nguvu zako na utukufu umetoweka milele. Hapo ndipo tutasema, ewe kifo, umeshika nguvu zako na utukufu umetoweka milele. Hapo ndipo tutasema, ewe kifo, umeshika nguvu zako na utukufu umetoweka milele. Hapo ndipo tutasema, ewe kifo, umeshika nguvu zako na utukufu umetoweka milele. Tunagane ekwaya eliyo ito yaronga yera mwenye bemaega yabo ekwaya eliyo ito yaronga aso mojokoro oliyo Maronga gotera mwabe tayari na inwe aso gotera ibachikwaya kimwakore bwango ngwanda abatorege ntego chiasa ngao mwaba abango Nai uremeza nona ija
Na kimoko batebya amina amina. Turateba ya Nairobi. Ekwayeri ya Rongai chisa ko chigoto minyoki. Hii ni kwaya kutoka Rongai. Tuwe
yetu twatazamia mji Yerusalemu, twainua na mioyo yetu twakusubiri, tuepushe nazo hila za shetani, utuzingire Bwana, tujazie imani kama wale wazee wa zamani. Twainua macho yetu twatazamia mji Yerusalemu, twainua na mioyo yetu twakusubiri, tuepushe nazo hila za shetani, utuzingire Bwana, tujazie imani kama wale wazee wa zamani. Twainua macho yetu twatazamia mji Yerusalemu, twainua na mioyo yetu twakusubiri, tuepushe nazo hila za shetani, utuzingire Bwana, tujazie imani kama wale wazee wa zamani. Twainua macho yetu twatazamia mji Yerusalemu, twainua na mioyo yetu twakusubiri, tuepushe nazo hila za shetani, utuzingire Bwana, tujazie imani kama wale wazee wa zamani. Mbia mono asogotero kwa yeri agetara ndina manya muri tayari muminyo keiga kwa yeri agetare kutango muminyo geteiga.
Biar sana sini baga, jangan cengir di baga riga. Aso kurokole ya nene wote senke yenga, yo mwaka Maronga. Na ine ni onacha senge jo. Toma ya ine na wana mochio yo la bantu wa mochio bale nyamira dia semete township. Nyamira township mo menyete. Naende Marieta ne onkoro papelus ke munto ondogo
Bone igere burabu constituency Kiamanyaru ward. Injeni onatene na igamba manyabantu ba mintonga omwako yobunoro wechikura tusabe Nyasaye atochorere wetera somoika achora barai nande tokore oborai obochori aso enjerengi yayo wanchen ninte nene nanje sekerogo kyabangina yekorokonga women representative in Nyamira County. Yomba teki agase kyo kwa sababu for the last 10 years njebuna omongina nanda akawere konyo mwalimu na code assessment na wando chenge tole 0%, almost 0%. Nale kusabaiga mwezi pe mondi gerali buya nande monchi yakibuya abantu ba minto na inchengo morale waseni ntategero yekinkoregas isabe Nyasaye konya abantu ba minto ntori weke chisinyo chions kero kyo bangine kero wachori oyo ma se county engima ore no mongina omongino renka oyo mo bone county engima ni enka ka kirende nenjenyi wetenga na bangi saine ano mare munde ka kimondi gere nande mondo lebuya ngake yego ikananje nchore nkore ga simuna mutagete nande no murangi kere no me township murakone ari ko kondogo Jones uri okweto renga mongol secondary school ole goso mina so metro ka bana bare county bare kenyoleke ga bona ende aki tingo kwa na mange matanga nali nande mona ango genda lakini hata batika soke wocha bantu mbabwanga nando ndatakali ane na inche no onde res na bere administration miaka 13 na raira bali mwete county ya miaka 5 senate ne koranga no mwalimu bolingo na maite misiondogo perus na royo bona yana linde intera ndole buya bantu ba minto nande makie. Thank you. Biamono nande biamono pole sana okwa ne sabali tole ondeta yora batebe kala kugenda biamuna so ontegera biamuna so ko ngari baga nande biamuna ya sabali ndaba pastor usabere bakom sabera abantu bose batora barayi wetra so moika. Thank you so much. Biamono secretary kiao bono omwaka sapa sikago na kwari ni acho ucha ekwa yuri hapo tormo tar ko miogeta ekerem kwaya kutoka
Battery ya kamera imepungua. Ya kupata dunia. Sawa. Paulo anazungumza akiwa ni mtumishi wa Mungu aliyepakwa mafuta kwa ajili ya kuhubiri habari njema. Na tunapoangalia katika fungu hilo tunapata ya kwamba Paulo anazungumza kuhusu wale wote, ya kwamba wale wote ambao wameteswa na kifo na siku moja tunalia, kwa uchungu tunalia, msiba kwa familia nzima, babu yetu amelala. Tumempoteza mpendwa tulompenda, babu Temsa tuko naye. Duniani tunapita tu, kila mtu kwa zamu yake, familia tunalia, kwa uchungu tunalia, sifa kwa familia nzima, babu yetu amelala. Tumempoteza mpendwa tulompenda, babu Temsa tuko naye. Kwa uchungu tunalia, babu yetu ametuacha, baba Mungu tufariji, msiba huu umetuumiza, mioyo yetu yaumia, hatuamini kwamba hatuko naye babu yetu James. Mungu tufundishe kuhesabu siku za kuishi hapa duniani. Kwa uchungu tunalia, babu yetu ametuacha, baba Mungu tufariji, msiba huu umetuumiza, mioyo yetu yaumia, hatuamini kwamba hatuko naye babu yetu James.
moja, jinsi tulivyocheka pamoja, tulivyoishi pamoja kama familia moja. Mungu awafariji nyote, tukingojea ahadi yake Bwana. Kwa uchungu tunalia, babu yetu ametuacha. Baba Mungu tufariji, msiba huu umetuumiza. Mioyo yetu yaumia, hatuamini kwamba hatuko naye babu yetu James. Mungu tufundishe kuhesabu siku za kuishi hapa duniani. Kwa uchungu tunalia, babu yetu ametuacha. Baba Mungu tufariji, msiba huu umetuumiza. Mioyo yetu yaumia, hatuamini kwamba hatuko naye babu yetu James. Mungu tufundishe kuhesabu siku za kuishi hapa duniani. Wakimaliza representative anaweza zungumza neno moja. Okay, asante mwenyekiti, waombolezaji wenzangu na wasalimu kwa jina la Yesu, hamjambo. Okay, na kimole ngambia mole. Tokwa nani ngo yono nya turasa mabembia mole mwenzi. Biamono, asante sana. Tumesimama hapa kwa niaba ya Madam Pamela na timu kubwa ambayo imetoka katika shirika la Kenya Broadcasting Corporation. Igonga radio noera, TV noera. So Madam Pamela, itanga ni pole sana. Kwa sababu tuko wengi, ningependa kwamba tuweze kujina peke yake, watu wawili peke yake ambao ni senior managers tuko nao. Tafadhali. Our senior managers peke yao ndio hivyo tuseme kiapo tafadhali. Goma isa Y254 abantu bamintumbi ya muri natura samawe samarie tengoro ku Geoffrey Onditi njendo moto ya Rio Mint FM. Josephine Honja, niko Department Human Resource and Radio Department. Aba bito waire naende to kona ninga sama gogo wonchoka igo confirm kero montombial bade ngata watagera Minto FM bade ngata watagera ebosori okwegia nsoro mongira bochere bose kwambuka
Minto kwa irira biya. Ora saya iga leire. Chengoro market ondari. Inde HR. Lakini inde department ya corporate planning, research and development. Nekero baretiro mutieso. Umongina abonde inga barigire rindu bariyo bakiru gosaba. Tobake bigogo akeigo. Biya mono. Nganya kitinge kwa irire. Chengoro kuhena bichanga department ya administration. Yito Inche sama rieta Ngongoro kusangu ribibao section ya administration. Mwanya kitinge kwa irire. Nyabwari mesa ka administration. Naba kwa nimbia more. Tapa nimbaka admin department. Hamjambo. Majina ni James Ogola, HR. Hamjambo wote. Kwa majina ni Thaddeus Mogeni, Finance. Miemure. Iremi Umwerie, Finance and Administration. Hamjamboni. Ni Dora Nabwire kutoka Administration Department. Wairi Rabia, Nkoro Kustela Ungera, Administration Department Party in the Television Services. Kwa nje wairi, Nkoro Kudenis Mose, Bateli Mbara. And the media studio mashinani, tuona kwa rekodi muziki. Wairi Rabia. Simon Matuedo administration. Waira mwezi. Isaiah Nyambane HR. Bwana asifiwe. Kwa majina ninaitwa Dominic Tom Orenge, niko administration, tena niko radio. Ni nani? Simurasikia Minto FM? Amurobeli noro kuro kungaribina gochaka sainye chisainye mpaka chisaisana sa tuchiamula so rumba na nyinje nkole nto murobeli. Wairire bia nchenkoro kumara ande finance pole kwa yote. Habari yenu nyote. Jina langu ni Sam Ojero toka Intano Audit. Poleni sana. Biamano abona mwa bantu barua KBC na wangekuja wengi na wangetore. Abansipi balense ya Madam Pamela Mogaka igo bacha from different department. Nyimantara wa senior managers bakwane andegete gote biletariane litaganirete amagombo yabatangasi be radio ya Minto FM. Bere ngato radio iyo. Nyimantara batebiletariane biamano. Mungano koroka banisema kodi ngera yenani. Nomo ngina nyorosa na bakwania ndege libakurundi mamingo gumore ndege goye gumore basi nasike muntu wekile finja botorianga na boigo abarari bonsi baba masengenye mbatutuma amagomba ito asenjira abena tunyare kureta asengeye ya Madam Pamela Bobasa Marieta ya Madam Mrs Pamela pole sana Kenya sanyare okorenda nenda bayo bari mu familia ya Elda James asa Marieta ne nguruko mwaka junior Lollipop John igongera tumuru yikuru ngobosera obwamatobu ya obosera barengaki ige mwana biri bichabo chabo byesibi na namabete byakoro mwagire baraba kwa yose bano mbia mwana sana. Sasa wote nipe our senior managers waweze kusema neno moja kabla hatujaweza kumaliza kama KBC. Karibu sana. Hamjambo nyote. Kwa majina anaitwa Tenga Arodi. Mimi nafanya kazi KBC Kisumu na tunafanya na Mrs. Mogaka Pamela na tumekuja kuomboleza na yeye kwa sababu amepoteza baba yake mpendwa. Na vile kitabu cha Isaya lango ni wa 40 mstari wa kwanza inasema kwamba watulizeni watu wangu. Kwa hivyo na sisi tumekuja hapa kuwatuliza ninyi kwa kumpoteza baba yenu, kwa kumpoteza ndugu yenu, kwa kumpoteza babu yenu na kwa ujumla kumpoteza mwenye kijiji
ambaye alikuwa ni mshirika mkuu katika kazi ya Mungu. Kwa hivyo tumekuja kuwapa pole kwa niaba yangu na kwa niaba ya wafanyikazi wote wa KBC Kisumu. Tunaleta rambirambi zetu, na najua hii familia ni familia ambayo inamjua Mungu, na kwa vile mzee amelala, amini amelala vizuri, kwa sababu Biblia inasema heri wanaolala lakini wakiwa wanamjua Mungu. Kwa hivyo hajalala vibaya, sababu maisha kawaida ni lazima watu wazaliwe, wakue, wakufe, na hiki kifo ni kwa sababu ya mwovu Shetani. Lakini uzuri ni kwamba Yesu alikuja akashinda mauti yote, na kwa hivyo tukimwamini, basi sisi pia tutalala sawa sawa. Na jambo la mwisho ni kwamba Mrs. Pamela Mogaka ni mtu ambaye anapenda watu. Kama angekuwa anafanya kazi kwa ushirika mzuri, singetoka Kisumu na singepewa nafasi ya kuja kuomboleza wakati kama huu. Kwa hivyo Madam Pamela, kubali kwamba baba ambaye alikuwa anakupenda na alikuwa anapenda watu wote ametuaga, lakini Mungu yuko. Kuna wakati nilikuwa nalima malenge na miongo. Ni wakati baba yake akiwa mgonjwa na mama yake wakiwa Nairobi, nilimtumia hiyo malenge, wakakula. Pamela akaniambia wameshukuru sana, kwa sababu wao katika ule umri walikuwa wanasema hiyo ndio maana, ile maana ambayo ilikuwa imebaki. Kwa hivyo tunawatakieni poleni na tunawatakia muishi kwa upendo kama familia, na Mungu atakuwa naye. Kwa hayo machache, barikiwe sana. Praise God. Praise the Lord. Abana banyasaye mbiamore. Mimi naitwa Florence Migunde. I'm one of the managers at KBC. I joined with Pamela at the same time, so we have served there for close to 20 years. This is our 20th year. She has been a very good friend of mine from the time that we joined together, and we have served the corporation with a lot of dedication. And that is why I spent time to come and to be with her at this time that she has lost her beloved father. I was here as a friend personally, and also just to represent the company and to bring our condolences as KBC to this family in a very special way. Because Mogaka is a very dedicated worker, and as my colleague Arori has already said, she really loves people. And that is why you can see this number here today. She loves people, and we love her too. As a personal friend, I would like to say that Pamela and family, may the Lord comfort you in a special way. You have been serving the Lord over time. I think you are born in the Adventist family, contrary to some of us who joined it later. But she has been a spiritual friend as well, because when I joined the corporation, she held my hands as well, having been in the faith for long, and I had just joined. I am as old in the Adventist faith as I am old in KBC, because the year I joined KBC is the year I also became an Adventist, and Pamela was one of the people who held my hands and walked me through the walk of faith. And so I thank God for that. I also want to encourage the family with just a little word from the Word of God, which I believe has been read to you. But I just want to read it again, because when you go through this, when you read the Word of God, even what you already know, it sounds anew. And it becomes very personal. It's like the Word lifts from the Bible into your heart, and it
has a powerful meaning. The Word of God says in the book of 1 Thessalonians, chapter 4, verse 13 and 14, it says, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with him." I was with Dad a day before he slept. I came down, I saw him in hospital. I was with Pamela and the two brothers, the youngest brother and the elder brother. I was able to pray with them and Mzee. And I thank God for that opportunity, because in my own spiritual understanding, I could see that Mzee was somebody who loved the Lord, because even after the prayer, he was able to shake his head, and as Pam talked to him, you could see that he believed in God. And so the Lord had prepared me to come and share with my sister prior to the death of her dad. And I was able to share and encourage her to be able to accept any outcome, something that is not normal. Pamela, I want to encourage you. You had a very unique opportunity to be with your dad and your mom for almost a year, every year since 2016. It is something that is not normal, it's very unique, that you are able to serve your dad at the last years of his life and be able to talk with him and encourage him and give him the word of God that is so much needed at the end of life. It is a blessing, and I know you are a blessed child of God. Dad has died in the Lord and is going to resurrect when Christ comes. Hold on, my sister, until the resurrection morning. That is all we are looking forward to. Continue to look after Mama. Continue to do all that you can, because God gave you a special and a unique opportunity that I personally wished I had with my father, but I did not. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make his face to shine upon you, all as a family, and give you peace. Thank you, and God bless you all. Asenge njaya into goto kurangore ito wachi asenge yo na Ndizi TV nande ndoche na Mr. Nditi na korambia mona good work Mint FM. So Ndizi TV ine TV enkeni ambayo woni gatori chinsemo chonsi abange go bamate torensemo ya YouTube, lakini boni ga Ndizi TV ni gotori chinsemo chonsi na neto ntokobwatira namone nkamo n'abantu bonsi. Anya kubwate TV ya Ndizi TV totoka asensemo ya Star Times channel 195 na ndengo toka tore Go TV channel 824 tore free to air smart TV na digital TV ntororo igona bogota nyororo ekero bwate kina togusanga sobwamo igo togotoka enseme kurukwa embassy ime ya Kisii County ase bare kwenda Nyamataro kiwa kile Nyamataro skimo to Ndizi TV no togotoka enseme ya embassy no to visit chinene igo no free gotara man ya Ndizi TV asenche asenche bro da mi konga na izbari twali ngena borovo asset department ya reporting to what our senior political reporter Brian Sagan, you can wave. Thank you very much. And the Department of Production, we have Alois Moseko Motogaiga, and the Department of Finance, Ntobote Esbon,
ulio tenene garia igona watu wachaba keiga senge shughuli mbalimbali igote ngari wale kubakira nambia bali tokubwaterana na igontome engora asenkeye bali mutamanyeti leterane ngruko Vincent Onyancha yonkoleta mangana majia kurwa ase TV yetu ya Ndizi TV kekerense ya ense ya moya markoba litukulia Jumatatu ikilitukulia Ramisi amu nechinzi seto igona uko yoto watakana na ukwanira ndonzi ya sobereto mwancho muligeria semarkoba yabono chinga kichina nengo kwanigania semesa ya mangana majia leterane ngruko Vincent Onyancha ndiyabono maneno mzuri. Anyway, thank you very much for Nyanja with your Ndizi TV. We wish you all the best. Among us we have relatives and associates, relatives and friends, and particularly from Kisii University where Dr. Maronga and Professor Maronga are lecturing. We are joined by Vice Chancellor Professor John Yakama. And I want to welcome you with your full team. Kindly come forward and Professor Kama ndio huyo, Kisii University, their team. Thank you very much. The family of Elder James Maronga, and also the people of this region, and the visitors who have come from different parts of the country to attend this send-off of our beloved Elder James. We are here, as you have heard, we are from Kisii University, and as you have heard, my name is John Akama, the Vice Chancellor of the University. Because of time, maybe just I would allow, maybe all of you, we are not so many, we are not so few also, just to say the names and then continue from please. Thank you, VC. My name is Dr. Nyaboga. Thank you very much. My name Dr. Naftali Ungaga. Pole sana. Pole sana. My name is Dr. Andrew Yangau from Kisii University. Pole sana mwalimu Dr. Maronga. My name is Otis Rademu James. Pole to the family and the whole community. My name is Henry Omweri. Oyiwo yule sinde sito mumumba. Dr. Maronga, pole ni family ya ino. Mchenko Dr. Ndima from Kisii University. Tunasema pole kwa familia. Mimi kwa majina ni Dr. Maktash Onwongo. Kwa majina naitwa Ibo kutoka Kisii University. Pole kwa familia, kwa majina Dr. George Ogende. Poleni jamaa ya Maronga kwa msiba. Naitwa Daktari Kabeto Mongare, chuo cha Kisii. Pole sana kwa familia. Mimi pia ni wa Kisii University, naitwa Kefa Maswai. Na mimi naitwa Boston Silva. Poleni sana Dr. Maronga and the family. Thank you. Thank you very much for the introduction. I would like we go and up. I request that Dr. Ndima in Kisii University have the academic staff union, which represents all members of the academic staff of the university, where Dr. Elijah Maronga is a senior member of the university,
where he lectures in the School of Business and Economics. Maybe you can say a word on behalf of your membership, please. Thank you, Bwana Vice Chancellor. Ase familia ya Dr. Maronga, we want to tell you this is the journey. This is the way. A number of us took Aranstega, we don't have our parents. But we always believe there's something bad about Somi. Your father must have had a legacy that you are now inheriting. Make sure his aspirations are achieved. As a teaching from the teaching fraternity, we want to be with you. Na kukoleta via pole na ende notore naye. Thank you. Thank you very much, Dr. George Ndima. And without wasting so much time, yes, I just don't want to do that. I have got, once again, I have to say that on behalf of the Kisii University, on behalf of my own family and my own self, we convey our sincere condolences to the family of Elder James Maronga. We are here particularly because of one of his sons, Dr. Elijah Malonga. Dr. Elijah Maronga teaches in Maronga University ya Itoya Musongo. Igale omwalimu senior lecturer obasomya ase school ya business and economics ase amangana akoro kwa management science. Oyo nekiererezo ky'omwaka oyo osirire omwana oyo igane roliko mukogoti sobo lakini naenda akasoma paka akagenda igoro gegesara bakogoti bali mbaga para mangana maya iwe kuriko mwako na bali ngo mwako bangita abantu bayobuya gusengaki bakogoti bange bakana korera mu mukogoti kwanya oranga babira masiasi mbariko karakende umwaka na bako bangete pia manyanga your elder brother Dr. Busire and yourself you are doctors and also have seen your other siblings. Iwo kwa kiramu ya mono asemwa jira sama tanga ya so bonge ngongi yorito mono sana igoro ya Dr. What I remember most about this Dr. Elijah, we met with him way back in 2009 when I just came to Kisii University. That time he had also came from Minnesota in the United States of America, where he was working. He got everything to go kumia. He got everything otigire gasi ya lego kora in Minnesota. Na basonge gasi nana. Otigire nane muruyo yororo. Ochire nkaga iga korenda ayibuli bae mune yaro mwana mukogoti. Mbalenga wala kale tonga munekyo. Mbalenga agaja kurwelio achete saidi ya miaka 14 ya elire obeire akorenda abayibuli bae mwako gotonyolire no mwongina kumuyibuli oye ere manyanga na wako kale gasi ya university lakini kila lituko na wako raki na wako ruso obo gaiga abandi baito tumete kitawani tumai tisi tunganga yero wichia godalio monto oro monto muya mbale ngabare ndira bayibuli baba paka bagire miaka 92 paka boro tuko wa na maskani ya manene inege tukienge daktari na ndekira lituko kana algo jabisiane all the time igara gontebia nganga kisa genderete wono what I'm going to say again no kwa dia ndo baminto ngelinga gedonkeli ekenene omwefyo ngano betani kisemi na gijagalira abantu mwakira egaso bonge abandi mwarure ko Nairobi na hali abantu ba KBC no mulega abantu be university no tolega Ndizi TV
asengenjo umugako oyo abangita abantu baye bagasoma buya kabisa paka bono balense mayonsi yensi yaitu ya Kenya na abandi balense bari maje mu bigosomi abana abayeboli gendonkeyo kebuyeta masomo omwana abana mbali baliri bana baitu bange mbali baliri omwana gepwa masomiri omulendete buya akomaenda agerolia omwana oyo yawe yakabo omwando bwe family no mwando bwe nse yaito na ulimwengu musima igona kikinko batebya bando waminto igongo koranga teba iga segende kiya masomo kisi university ya chire no ere saiga ere university ya serikali abande kale twali gukina university ya lenge Kenya iga ya Mayoka university ya Nairobi bona university ya serikali ya ndire university baka seito ga gisona ere ya serikali abantu amwara batenine ga basomye university abana abantu barabasomi abange baba bwate PhD naende bakaranga kito bya sama masomo lenda abana bayito basome university ya Inogaiga nande uko bakirambu yamono asenge jumware ntira abana asaso bonge basome university ya Bosongo Gaiga nduwade ki program kire kingiya kinyinge munabone program ya ito ya law yobo lawyer ingere ya bete lank ngako yoerete kobena mbeyemo ase chi law programs Kenya ngima bisono ko bangainande aina maene kabisa na mbeyemo to kabwachi university OCP by the Kenya School of Law ranking itari gasengia abana baito bakora law abande bachire all over the world munabona yo mono nariso were masimba gari kurugwanunda igagenda gari ya California as a university kurunga Loyola Law School no agasoma a degree ya law na abanda abange a degree yo ya kitari Bachelor of Medicine and Surgery go ya lanked 2 years ago go na ambassador of all the medical schools to go to the kitari ikawa na ambassador as a Kenya ngima igo go to kwenda to kore asengia kigaba no ito basome ende baje go to konya bono igo asama na masomo na adimeri pole mwende kale kwa gotina na dole professor wala kwa kitukuli kuma lakini ngoko orande omo wako yoiga okule abaka mwezi pimole gaiga let us follow tigatomuga ti umubango w'umuwako dogotindeka mwako yokurwa kararo mokega ase kanisa ya SDA umwako yo ase ngeta kanyura marwa lorega asi akolide abaka mole gaiga mbara abako nyomarwa nae ngango sibani maruta kwa nyakede yonsi tiga marwa somi abana kusenga ki tiga marwa ki somi abana bali kutokoya mwana maende na bono nimbwate lirube gaiga diarwate ase Dr. Elijah Maronga amare family yomuga Maronga se message gende kiwe kalgo weka ngagu ndo Gotare ti proveda na ito ko singo kwa nagago. Okay. Hello. Here.
pero sina bahati kweli. I learned with a profound shock and sorrow of the untimely death of your beloved father, Elder James Maronga. On my own behalf and that of the Kisii University Management Board and the entire Kisii University community, I wish to express my heartfelt condolences to the family, relatives, and friends of Elder Maronga. I know that it can be tough to lose someone close, and I know that everyone deals with the loss in different ways. I want you to know that I am praying for your family because God knows what you need right now. Mr. Maronga's death is a big blow to your entire family, the community, and Kisii University as a whole. The gap left by him as a father can only be filled by God. We pray that you and the entire Maronga family members will remain in God's love, especially at this trying moment. We pray that all the family members will remain steadfast in God's love, and also pray that they may obtain greater strength to enable them to carry on. As the book of God, James chapter 14, verses 16 to 18 says, "And I will ask the Father, and I will give you another helper, to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you." I know that this simple letter cannot ease the pain of losing your father, but we hope you can take solace in knowing that his brave service exceeded all measures of selflessness and a devotion to family, people of all walks of life, and the country at large. We, the Kisii University fraternity, University fraternity, share in your grief and pray for you to overcome. Remember that those who live in the hearts of others never die. May the love of God and the peace dwell amongst the family of the late Elder James Maronga, relatives and friends. Signed,
by the Vice Chancellor, myself. So this is a letter of condolence. Na kondira abantu baminto kiga n'omulembe kigataba n'obwanchani ensi y'obugwenge muno kigataba n'obwanchana nadotiga mungana mage yekita mwamu na mwangu mwako yogana mwaka w'obusiasa abantu bakusira abantu b'omulembe yosobera ensi yaito ebe n'omulembe atigagirira ya siasa ibombuya muno matanga bai arama ya sana ase moko mogenda ukabwali buya nase mukuta. Thank you, Professor, for your wonderful advice, and sincerely we apologize for the failure of this mic. Kindly forgive us. Fundi wa mitambo tafadhali muangalie mashine silete hii matatizo tena. Kuna gari moja pale chini KTY 145 ile ya mwisho sijui ya kutokea. Mwenyewe tafadhali aenda aondoe, kuna mtu anataka kutoka pale chini. Thank you, Master of Ceremony. Kwa majina naitwa Eric Erkana Busire Manyiwe, known as Sir Eric. I'm commonly known as Sir Eric. Nimesimama kusema asante ababa minto barure chinse chiri chiale bachire koleta magomba abo senkeye iga nchigonde bumame umugako yo mwachira igo ruare omino ruara ochire kokoro bugima bwae bwachire bono igale mayanko. He was not only my uncle, he was my great friend. But then we have been robbed. Omwaka tato yo tuanjite mono utulendire kenga ogerete tole kitole bono abana amuruche bateni nibusira iga abachikoro baye naende igona acha kukwana kwa niaba yao, lakini na wakwana marieta. They are going to talk their names as I finish. So I want to thank those who have come from US and thank everybody who has come here to give us some comfort. Thank you so much. So because of time, I would like
our friends like him to introduce himself and so on. Thank you, friend. Take a step. I want. Oh, sorry. As our friend had said, my name's Philip Nyangucho Bosire. So we confused names because still we have so many Bosires. So when we were called, I also came up. I've also come as a friend of this family. Msee James Maronga, we stayed with him in US because he had an opportunity of coming. We made friendship with him because through his children, who are these ones, Dr. Bosire Geoffrey, Dr. the other Maronga, Elijah, and these are the siblings. We lived in America with my wife, now called girlfriend, Grace, and we raised our children together. So when we were told Msee Elder Maronga has left, we thought it wise to come and also give our condolences to the family. This is a special family for us. They took care of us in America while we were there, and so we didn't want to miss to come and say bye to the elder. Me, I didn't come from America now. We had come earlier. And the way to Banka, Bamanyete, because Nara Veira. Abali Bamanyete to Aboli Chukura 2013. Go back when you're on a Wakoyanga Philip Nyaunjo Bosire, Narenga. Igolinde Tali Mogania Sensi. I say, going to go Savanga singing Jumwachire. Call it the family, Toya Ngora, Yasaba Seni. Na wangwana ba minto ba kwande nyasaba agate gekera oyinu muga komoneno sira omenyiri abana ba yebuya na indo ba somiri buya eyine family to bwente ko emulate yani kubwatia una professor sema abantu baye na abana bechogete tali bono to ko batebe choke abana abambe chogete, and I'm happy for them. Igona abacho korona barabwo babwato mutindo yoyo waba ibori na sokoro yabo nasome yoro chialia oyate babya abana aba ba misiri omuntu konye bago kore cheche okubasomia amangana manene ase igona barabunkorera bari na abana baye naru barorire ngatato urarire kindi abamanye nga amakweli naro ende ntokwe na pastors aseba ulio soma kare igate banga makweli aya go ikato ya itere banye Yesu taracha miaka 50 coming 50 years from now abange baitonto gutoko igobono tengeneza maisha yako na Mungu tukiwa hai, because life is short. Abantu baminta basani abange bararire, you don't know whether you will be next. Ayande ndo yakwane mongina one yakuru go Grace mongina nero yo tuacha kom na inda ayande ndo yakwane ya sabuna professor teba to sabere Kenya yito no mwaka bwo uja obwore very challenging chisegi chike to kore mirime yeremia to chora barai uno moikonya sai oraturai anje kinda aje ko babori obujumbe na moko bono le timbo na naisani Kenya sabas aba chokoro ba ko na just lieta just yeah, good day. We're so grateful that everyone's here to support us as a community, family, friends. So my name's Charles Abere Bosire. I'm the firstborn. Second, we have Diana Bosibori Bosiris. Actually, Ateka, she's married now. Apologize for that. Then we have thirdborn, who couldn't make it, Timothy Owoka Bosire. And we have our fourthborn here, named after our father, Jeffrey Maronga Bosire Jr. And the last born is Amy Kemunto Bosire. So
Again, thank you all for the support, and we're together. Thank you. This was certainly saying our names, which we have just done. Because of time, my names are Dr. Jeffrey Bosira Maronga, and probably we may get an opportunity of talking again. For now, I want to thank you all for coming and supporting us. If opportunity arises again, I'll probably address you. Thank you. Tuko na furaha kutembea hapa kwenyu. Tumetoka Matasia, Kajiado County. Tumekuja kuomboleza na nyinyi. This team that you see here is Matasia SD Church. We have the elders priest. Can you raise your hands? Elders, no, all elders priest. Yeah. Thank you. We have also our sisters with us. Please wave to the congregation. So, Brother Pani, please wave. Sister Pamela is a great friend to our church. It's the pillar of our church. So, when he heard the news, we have been together in prayers, and we pray that God may give you strength, God may give you peace as you mourn. Thank you so much. So we want to leave. That's why we requested that we'll be given a chance to talk. So let me pray as we leave. Father, in the mighty name of Jesus Christ and the power, we thank you so much, Lord, because you have been so good to us. Father, thank you for everything. Lord, as we live, Lord, we want this family to have peace. Father, also give us journey mercies back to our places that we came from. And Father, again, when we meet, your name will be glorified. Bless this congregation. Bless each and everyone who has come to console with the family. For it's in Jesus' name we pray and believe. My name is Barak Okodo. I'm representing the church. I'm the church elder for Matasia SDA. Thank you. Asante wageni. And we have also recognized those who are Nairobi from around here. We have our sons and daughters. Please, because of time,
we have recognized you, high recognition, and bless those who have come from other towns. Next is Elipagon, Marley Simon Anaka. Mmoja ndiye anayeongea. Mpigwe picha. Oh. Thank you. Ah, tumefanya vizuri. Yeah, you should. Basi kwa niaba ya Elbagon tumekuja kwa sababu tuko na msichana wa boma hii ama Susan ambaye ni mmoja wa familia, ni mshiriki wetu kule, na pia tumekuja kama wanakwaya wa Kano SDA Church, na tena hapa tunajua kwamba tuko na Elder Bosire Jared, na niko na washiriki wengi sana from this place ambao wako mahali pale. So ndio tumekuja kwa niaba ya kanisa kule na kuleta rambirambi zetu. Nasi pia kama Elbagon pia tulipatwa na changamoto nyingi sana. Tuko na mzee pia ambao tulipoteza, saa hizi maisha yake yanaendelea. So there is another church ambao wameenda kule pale chini wapi hapa Kisii hapa, najua mimi sielewi sana hapa. So kwa hivyo kwa niaba ya wana Elbagon wote tumesema hivi ya kwamba poleni sana kwa familia, na Mungu awabariki na waongoze vyema na awapatie faraja ya pekee hadi kesho. Na pia tulipoteza pia mama wa mchungaji wetu pia ambao tuko mahali pale, na tukitoka hapa mazishi ni ya Sunday. So sisi tungali tunashinda Kisii mpaka Sunday morning. So na mtufungie sasa ile ndizi na nini na kadhalika, na tuende kule sasa kule, si ndio? So nasema ya kwamba poleni sana na Mungu awabariki na awapatie faraja ya pekee. Thank you very much. Okay. Kwa majina ninaitwa Kipkasi Samoei from Eldoret. I think ya kwamba nikisema Samoei, si mnajua ile Samoei hapa anaomba kiti, lakini sio sasa hiyo sasa. Mimi ni mtu wa kupigania watu tuende mbinguni kule kwa Baba. Haya mengine hapa duniani sauri yao na yao. Sisi wenyewe ni balozi ya juu mbinguni. Bwana asifiwe. Hata naamini ya kwamba ninyi saa hizi ambao tuko hapa atufanye siasa ya hapa. Sisi wa Kristo ni kuhubiri habari njema, watu waende mbinguni, na Mungu awabariki katika jina la Yesu. Thank you very much. Kwa mbinguni hakuna siasa. Ni kukaa na kukula na kukunywa, ile kitu kitapatikana. Omongina Aunt Anna, please, ni wakati wako na wale walikuleta kutoka huko chini. Hata ngawa ungekuwa umeanza kitambo, lakini muda na Sauti Kenya Conference ni mmoja nyajwa injibwango chisa chadi buyamole Basi asante mama kwa kunipa nafasi hii. Kwanza tunasema pole sana kwa yale ambao yalitokea kumpoteza mzee ambaye ameishi miaka mingi, kwa sababu amefanyia Mungu kazi nzuri.
Sisi tumetoka katika kanisa la Nyanjwa la SDA kule Nyanjwa, ambapo tunashiriki na huyu mama Ann akiwa ni sister in law kwa the late mzee James, na tumefika kwa sababu huyu mama ni mpenda wetu kule kanisani, tunasaidiana kanisa ya Mungu na ni kiongozi katika kanisa lile. Ndio tumefika, na ninaomba wale wote ambao tumekuja nao kutoka town simukuje kama mpo. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo nitampa mwenzangu naye. Mimi kwa majina naitwa Elda Uwaro kutoka Nyanjwa. Naomba pia mwenzangu aweze kuwasalimia. Ndiamole. Yonkoro Seventh Day Adventist Church Nyanjwa nkoro kwelecha nyamwete. Kwaro seitere sengera manga, but we stay with this mom. Ann tunampenda. Tulikuwa tungekuja wengi, lakini tulikuwa na masisi mengi yanao ambatana na kanisa letu, kwa hivyo tukawanywa, wengine wakaenda kwa farichi wengine. That is why you see a small number in front of you. Kwa hivyo mjisikie mko na Mungu na Mungu awafariji. Asante. Mungu wetu ambaye anatupenda amefanya miujiza yake, tumefika hapa na tunamshukuru. Tunawaombea mema katika hii familia, ili upendo huu wa mama ambaye amekuwa nao kwa muda mrefu na mzee uweze kudumu. Nawatakia mema, Mungu aweze kuwabariki. Matabanga njenu pastor onkoro ku pastor abere ano aiga oyo sira ne brata inero oyo mao pastor abere wana gakwete ngatigata agantigira tati responsibility nkaimokia emirimo yaye wana njene iwe ka omakori emirimo we conference Nyanjwa Sauti Kenya Conference. Na wondu murandia eritainde wono, lakini nimbate kanisa na rande tukuru chikaru Nyaburu SDA njali ngono neyemo wono na mekiri kanisa kyabire 6 igono onde nonde Nyanjwa na ndi nonde Nyaburu alia chikanisa na to format amaya spand kwenye tarasira iko bano aba chicha ku South Kenya Conference onga magoro abakwa ni mpya mole. Asante sana, thank you so much. Asante na Mungu awabariki. Wageni ni wengi, tuvumiliane kwa sababu ya muda, na kuna wale walitoka mbali, lazima tuwapatie muda waende mapema. Teaching fraternity kwa niaba ya walimu, tuko na mmoja hapa ambaye alilea watoto wa huyu mzee Bwana Ubaiwa. Please, one word. Naye Bwarete. Mewasalamia nyote, mjambo. Kwa majina vile mmesikia, naitwa Joseph Ubaiwa, Vice Chancellor wa Kisii University. Huyu kijana naitwa R.I.P Maronga. Ni mimi nilimtunza katika kuna secondary hapa inaitwa Kebrich, mpaka akawa jinsi unamsifu hivyo. Kwa hivyo nami nilijaribu, kuna wengi hapa wananijua, niliwasaidia. Niko na madaktari walitoka kwa hii shule. Kwa hivyo pole sana. Huyu mzee baba yao, yeye ni cousin yangu. Yule mama Ana, asante sana, ngawa siko simama. Hiyo makanisa nasema huko sehemu ya Wakatoliki huko Kisii, moja yao ni mimi, niko huko. Kwa hiyo ni kwamba ni pole sana kwa huyu mzee Maronga. Watoto wake wengi walipitia mikono yangu katika elimu yao ya secondary.
na ni watoto wazuri, na nashukuru hayo yote. Tunawaombea, muombe mahali walipo, hata wale wajukuu wako Amerika. Tuendelee kuombea hii familia, imetoa mfano mzuri katika kijiji hiki cha Kibirichi. Yangu ni kusema pole sana, na tuendelee kuombea familia. Asante. Thank you. Asante. Hapo. Gari matari KCH 617 Sisi tumesimama hapa ni kwa sababu naye kula Kitale. Mary ni mwanakwaya wa hii kikundi, ni wana wa baba deaconesses kule. Tungekuja wengi, lakini tunachukua muda wetu mfupi kuambia poleni sana kwa kumpoteza mzazi. Katikati mwetu niko pia na church elders wenzangu, na mmoja wao ni mume wa Mary. Kwa hivyo ningependa tu apate kuwasalimia ili tukitoka atajua ya kwamba pia alikuja kuwasaidia kwa kuomboleza baba yake, na bange karibu sana. Watu wa Mungu, hata kama tuko na maombolezo, hamjambo. Huu ni wakati ambao kweli ni wakati wa huzuni, na wakati huu ningependa kuwapa pole watu wote wa familia ya Maronga James ambaye pia ni baba yangu. Ni kuambia kwamba vile pastor alivyosema ya kwamba dunia hii hata sisi ambao tumepaki tuko hai hatutaendelea kuishi kwa miaka mingine, hata leo jioni. Kwa hivyo Mungu mwenyewe alileta kifo, na alipoleta kifo na akafungua njia, na njia ni kwamba sisi tupate kumfuata Mungu na tupate kufuata mfano mzuri ambao ameacha. Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso ya kwamba tusikae kama wajinga, bali tujue mapenzi ya Mungu. Hivyo sitakuwa na maneno mengi kwa kuwa nimepitia kwa kwaya. Yale ambayo niko nayo ni kwamba mbaki salama, na wakati mwingine tena tutakuja hapa ili tupate kuzungumza maneno mengi. Asante sana. Hatutaongea kila mtu hawezi ongea kwa sababu ya time. Mambo ya kanisa hatuchagopea. Mambo ya siasa tunajua watu wanataka kuhubiri injili yao ya siasa, lakini kila mtu hawezi ongea. Haya hii
Esther is an evangelist actually katika kanisa la Botori na ameiga baba yake. Kuna wazee wa kanisa, hebu na tuinue mkono hivi. Wazee wa kanisa walio katikati yetu, asante sana. Wengine ambao wamebaki ni wanakwaya ambao wanaimba pamoja na Esther. Tunatakia familia mema. Tulikuwa tumeimba. Naomba Elder Justus Muchema aweze kufanya ombi tukimaliza. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, mjana mwema tunakuja kwako tukiwa na wingi wa shukrani kwa ulinzi wako mwema. Tunashukuru kwa umbali ambao umetufikisha. Tumekuja kwa ajili ya sherehe ya mzee ambaye amelala. Tunaomba kwamba uweze kuwa mfariji wa pekee katika familia hii. Na pengo ambalo limewacha uweze kutujaza wewe mwenyewe. Patia familia tumaini wakati ambapo utarudisha ufalme wako, kila mmoja wetu aweze kupatikana huku. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Chikora ja Maronga, bwango. Chikora. Kanisa kwa liba kabona igabarandi. Chikora kambale barua ugirango awali chikolera chia umugaka ngayo mwaka Thomas agenda no mura njugo jaga yale oyo iga korukunga onsengo nero moko chuma batata oyo igakorunga Thomas Besaka nere tato sira tueri tarikinya nere bonore otigati na tato mitu igonje sauti mugirango nkorwa nincho mogaka Westa sinjo mwakure ule chinsa tinda ito kuona mwana mange tigange tato yo akwana na ilmo tatinda ito apologize sima yano ko Henry oyuro mogaka upamera nanga keresimi kuru yesterday na rero onte binga apologize ngana igwete bobe tali konyana kuikaga otherwise kuru birango maado mukaga kwa mbia mano na akire age so kuru power ya nese umuchi Maronga uyore bara yana akire ngamu ya mwana se familia ye omwana abasizeni timbati amange ile tanto masisa kanguru kuna mwana bate mbia mwana selibaga jendefti okerosia temba pameranse itale ena limugaka noyo minto tigendu yane kwane mbia mwana nanche nkoru endwete kurwa muchibombaso ase pamelari igo endu yane ya ruari take ya yata kitikeka lakini wao wanatoa represent. Kwa hivyo tumeshukuru kwa yale yote tumeona na we are happy. So tutaenda tumuelezee yale yametokea. Asante. Naitwe ejikolera gaiga ase omwana waulina ale ase omwana Geoffrey abwate omwana korukunga waulina
Ono rende nzuko zimangana mange. So the wapole. Aso kusili kuna kolera. Ono abanago abo mugako kurukunga olina oyo sirete. Igo tigango oyo makwana iga era tukole. Biamono Nkengoro kumando Christopher kwa niaba ya mugako olina sirete onkutokore takore ya itoiga togatebanga pora sabana brabati wa bajokoro okay iga togatebanga pora sana sabana bati wa bajokoro toko basabere tiga wa mubwati Yesu nyasaye nabalende bagenderere igendo mugako oyo korera atigetenjera bagenderere na babe n'obugimu buya boisanete biyamona Nkengoro kumando ku Christopher Toire birengereria sogosaba omochenu tata nyasa oyo uri iguru muno tuira ne irimbi amana kuturinda ritukiri kurwo butuko na goikerega twikire nseyega na noro chekerenga gya toretaga igasama tanga tato itore iguru muno karwa bore mugabene na kurwaga chagete kuru mwaka asirire biamono tata kwa barindire goigachinga kimine chiga o sianyare kana serie dari yao na boy gobone no gwa unyare korereka no nyare kwa gata abana aba chinjira chionse one no gwa unyare kororekana na kubwa mono awiri na basani bachira ne bioma biamono na ndekere bago chigosoka basoka serie dari yao one no gwa bororekana matanga ali agotena chinga chinde atenene nenkeye one no gwa bororekana serie dari ya Yesu yoro mutulia. Sana mwabere bere brief. Biamono sana. Bona chikasi nese mole mwezi piterenango. Ana makolega. Chikasi ni John, chikasi ni Jerry. Jao Mary. Ni mole. Gatoka ndese kanisa ngoboli omo gaka oeli akorange kibindi eke arange pastor abana banyasaye mbia muri mwezi tukwana nyanga sembeo biamono Imantara kora kende yosi igo kora manyanga omugano musini bwe kanisa umaronga tumanya koira na maganandi omorisi maronga igabatisere tuliondonga akurwa buliondonga agacha gocha kebirichi abwasa alwetororo naenda agasukia emirimo yaye yoborai gochia getare rugurabu ase getare kitari kinyo mutinyo gatatu mwaka gwechiri bubere akabekerwa amaboko na Pastor Origo omwaka gwechiri bubere na isato omorisi maronga ni garenge omo igarengo omanya kerogo wa magacho use turatebe development chamo omorisi maronga ni gara sere chese kanisa namba 40 ase go morisi maronga ni garo musiriki kurwa batizo yaye wekenga kieye bona ngatikangu turaonjoreria ekebindi ekeutia se ibindi binde abalisia baraiga mokango mosaluti maoko abalisia
Thank you. Naende kiko wati tuanga oyo minto mu pasta nchango liba gogorisha murandia aturandi nabonda mu mwango yo minto na wakwani nende weirire wiya hello weirire igonkoro kwa Pastor Nixon Orure Nyakundi igonda iga in very many capacities but rende tiganda chakera buli weri tangani aiga ni gondoro esengencho omuga korali no muga James Maronga is my father-in-law umusabati omintonko bwatia okobusuza Mokeira Omongina Maronga Ondieki is my sister. Igobono, that is the first capacity. Yogo chakwa negaiga. Bono tigan batevie, my personal experience, numugaka James Maronga, tata. Ekarona lenge wukina. Igona nyora tenga iga bete menta yane ikiagera ekarona lenge University ya Baraton. Igo ya lenga kongusana konyora no ne fees. Igo na weta sabasani na wairi banga bansumia keigo nga tigato kusumia gera ogende basoma. Wono ngasoma asingicho tata Maronga alinge one of the people who supported me in that ministry and mission. Yogoso Makamumo, pastor of the Seventh-day Adventist Church. There is no day in this life that I want to but I want to let you know a trademark yata Maronga. Niga smile all the time. But you smile all the time. Raise up your hands in Dore. You can be able to sing as the trademark here. Tata was a smiling elder. We have lost that, but I believe the legacy will be that the children and the grandchildren and everybody will carry that trademark. Number two, Nigonte Naiga, Burumo passed away kanisa ya Seventh-day Adventist. Inche Nigongo serve kanisa ya Upendo SDA Church in Brooklyn, United States of America. Igotigandete amagombo ye kanisa yane beginning from my first elder, Elder Josh Machuka, omongino eno alingalia timanyi tusego bagenda. Karo no ara alima lyo bakwandi they are going. Enkogenda balindoche. Ne familia yane omongino ne Mokeira na bana baito na my mother okoroko era na mora omongina one of the senior mothers as a district ya Gachuba na banga amaigaye ne condolence yaye kiagera nere. She's very old, she could not make it here, but rinde nabarua amagombaye to this family. Vono elia gatato igongo tenena korenta
the servants of the Lord Abaratorai in this program. Nigonkolenta Pastor Edwin Oviro. Pastor Edwin Oviro will bring the pastor of the hour, Oyole Naindo Mosanione. Wono, Igomoko Ngalang Kolegen Tegemo, please. Igongo Saba for the family. Then Pastor Edwin will come up, Atorentaro Morandia, who will deliver the word of the Lord in this great convocation. Our loving Heavenly Father, we thank you. We glorify your great name and thank you even for this moment. Lord, we are here gathered to celebrate the life of one of your sons, Ella James Maronga, who has rested in death. Father, we thank you because he is a great gift unto us all. We thank you, Lord, for his legacy and for his service, especially in the church. We want to thank you, Lord, because of his place in the family. And Lord, at this moment, as his family is mourning and wailing his death, Father, we present them to you. That you alone, who is the chief comforter, will do that for them right now. That God, may you wipe their tears away and you may make them arise again to look at the glory of his life. And God, that his legacy will truly shine, that everybody will come to witness for you and they will come unto your kingdom through their influence. Lord, may you humble them, and we even thank you because they are represented in various places in the service of humanity. God, how we pray that this day you will be able to elevate them once again. Father, that everybody will be able to see them and see you, Lord, through their influence. And God, this moment again we pray that you may hide them under the canopy of your wings, that God, they may be able to realize that the sun will rise again. That in their disconsolate moment, as their hearts are heartbroken, and even the hope that they could have served their loved dad at this moment, God, they may realize that he is only asleep. This time again, God, we pray that you will remind us again that a time is coming, a glorious morning, when you will be able to bring your glory, and in that resurrection we shall be able to meet him and sing together with him the song of Moses and the song of the Lamb in that celestial home. God, that day, even those of us who are gathered here, we have lost our loved ones. Our dear brothers and sisters are resting in death. Our dear parents are resting in their graves. Our dear children are resting in their graves, Lord. And we are all disconsolate and mourning and expecting the Lord, that glorious day that you bring your kingdom. We shall all sing Hosanna as we join you in that eternal home. God, this moment, I want to pray even for the speaker of the hour, Pastor Joseph Orangi. Lord, as the time comes for him to rise again, to rise and speak, I pray that you may inspire him with your word. And God, as he speaks indeed, we shall see your glory and be inspired that even when death comes, oh God, we shall be comforted knowing that your promise remains true, that God, you are coming in glory. Death shall be silenced forever. Sickness shall be silent forever. Poverty and all the imperfections of humanity shall be silenced forever. God, we pray that you may make that promise a living reality for us now. Thank you, Lord, because you have heard our prayer, and thank you because you have answered already, because we pray in Jesus' name. Amen. Pastor Adrian. Wapenzi wa Bwana, wasalima mjambo. Ngo tokwana niga onja korocho yo biemono tata kobo mwenge asenge nchonyu wetaka Joseph Orangi atweli ngana egera minka kiagere nteke nene twachire nokole abale moyo. Haleluya. Na wanda kubuli aisiganga ikiwacha gukora abandi bacha barore mwemusi abasiere abandi bacha barore ngakia matangari iwa itangazo number 1 kurasa kitabu cha Ezekieli 33:10
aotebanga Nyasaye tawatio mogoko ekero manyalibara araye. Hello? Ekero, when you die as a sinner, God has no choice. Ekinde atakuwa tangazira, ekatu achira koba kirori, omogata chemsi ararire, nae eariganie, orue asugume bao webibe. Abantu atabatebanga, ekero mwanya wantakule, usomo ntakule, nigo oyurarira seyeso, nigo aleke wansekia na kisaburi 116 morango yaria negeseri kumesano kewatebanga. It is precious when a saint die in Jesus Christ. Okuna kwa wasema likuwa na mangana ina kwanire to kwa buna mwenyabibe kiagara Nyasaye igorotego ogeti lakini kiora kwe erabebiya niye mono tatu urarire na mumanya tobere nere mitienyi soba nere tugokora obokoleri na nimefurahia sana. Baba anamjua Mungu na yale nimesikia kwa kweli nimekuwa shahidi, na kwa sababu ya hiyo nataka kumwalika mchungaji wangu Pastor Uranyi ambaye ni kiongozi wa South Nairobi Kajiado Field, ambaye anayesimamia stewardship and development and other departments, anayeongoza sehemu huko ya Kajiado. Ningemuomba aweze kusimama, aweze kunena nazi. Ni wangapi pamoja nami wanasema ya kwamba Pastor tenena? Baba wetu, tunasifu na kulinua jina lako. Mchungaji pastor wako, mtumishi wako anapoenda kunena neno lako, naomba mtumie kama chombo apitize yaliyo mapenzi yako. Naomba kila mmoja atakayesikia ujumbe aweze kufanya toba, na aweze kuchochi moyoni, na aweze kutubu dhambi zake na rejea katika nyumba yako. Anapofariji familia pia, nimeombea familia wote waweze kuwa masujaa, wakijua siku moja tutaona Baba katika ufalme wako. Nimeomba haya katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Karibu mchungaji. Keme chando Yeso mangara sobre nonya eguru ben chane tomogi mabao asese feka omo saraba bosioba Kera Johnson Gendano kwegera asabatemo Komomore Segine Kongo Kwaba
Baselio Bova Segi nevandoro yogo hitanam matema rako Amate marachaso Rorobora Bubokora Oborabu Baselio Bova Goram Mosuto Tame Omegele Yeso Mama Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Siku ya leo ni siku ya kipekee katika maisha yangu. Siku ya leo ni siku ya kipekee kwa maana mzee ambaye nilimjua vema, mzee ambaye alikuwa ni shujaa wa imani, amepumzika akiwa amemaliza mwendo. Siku ya leo nilipopata habari ya kwamba mzee Elder James Maronga amepumzika, niliweza kujiuliza, je, mama Patiseba atakaa namna gani? Wale watoto wake Maronga, akina my good friend Pamela, sikufikiria juu yako, bali nilifikiria rafiki yake wa dhati, rafiki yake mpendwa, mama Patiseba atakaa namna gani? Nami nikasema Mungu akinijalia nitatafuta nafasi niende nikaombe na mama Patiseba, na nimeomba na yeye. Sasa nimetosheka, sina shughuli zingine katika eneo hili. Pastor kaniomba niweze kuhubiri, nikamwambia pastor hubiri. Akasema siwezi hubiri ukiwa kiongozi wangu umeketi. Pastor, asante kwa kuruhusu nafasi hii. Katika picha ambazo tumesiona katika program, ninajua mumeona mzee pamoja na familia yake wakipiga magoti chini kwa njia ya maombi. Hiyo picha imenihubiria siku ya leo ya kwamba mzee Elder James Maronga alikuwa ni mtu aliyeamini Mungu wake na aliyekuwa anawasiliana na Mungu wake kwa njia ya maombi. Sijui wewe unawasiliana na Mungu ama unafikiria dunia hii ni yako? Kwa haraka, kwa sababu muda umeisha, nashukuru Profesa pale, umekuwa mwaminifu, umeketi mpaka masaa haya. Profesa, Mungu akubariki. Wewe ndiwe ulikuja kuomboleza pamoja na familia. Wenye walikuwa wanapita wameondoka. Nataka kusema ya kwamba wakati huu tunapoona ya kwamba mzee amelala, tunaweza sema nini katika maandiko? Katika kitabu cha Kings, nasoma fungu fupi kutoka kwa kitabu ya katika Biblia, kitabu cha 2 Kings Nani amepata pale 2 Kings chapter 13
mstari wa 14. 2 Kings chapter 13 verse 14. Biblia inasema, nani ana Biblia Kiswahili ama Kikisi? Soma Kiswahili mtumishi. Biblia takatifu inasema basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Asante. Tutaenda kusoma pale nyumbani tukifika hapo. Biblia inasema mtumishi wake nabii wa jina Elisha alikuwa mgonjwa, na ugonjwa wake ilikuwa ni ugonjwa namna gani wapendwa? Abantu mbaya tiangu panekesi ebuko yake baiga Elisha umubani akaba umurwaire n'uburwaire bwarenga somo beroye ningo bwarenga umurwaire bwogoita ndoiwane na watu manene Elisha. The topic ya mahubiri yangu inasema what happens when the righteous die. Ni jambo gani linalofanyika, linalotendeka wakati mwenye haki anapumzika? Elisha alikuwa ni nani? Elisha alikuwa ni nabii. Elisha alikuwa ni nani? Elisha alikuwa ni mtu aliyekuwa na uwezo wa kumletea uhai maiti ambaye amekufa. Elisha alikuwa ni nani? Elisha ni yule nabii Mungu alimpa mamlaka na uwezo wa kusababisha hata wafu kuishi tena. Lakini Biblia inasema ilikuwa wakati aligonjeka na hakuwa pole, aligonjeka na alikuwa aweze kuaga dunia. Biblia inasema nini? Biblia inasema ya kwamba wakati huo yeye nabii, mtu wa uwezo aliyepatiwa mamlaka, ilibidi agonjeke na kaage dunia. Message yenye iko pale ni kwamba wewe na mimi kama ni wanadamu ambao hatuna uwezo sawasawa na wake Elisha, tutakufa ama tutakufa. Miraeli yangu onye Elisha kwete mora manche bali mora manche ngoro kiaga komo bali mora manche bia mono onye Elisha omo banio kwete agatinde kwa asebera ayenanche ndokwe kusento kwa bia mono igorego tunyolina ki ayomo nginoria ayomo bakoria ayomo saoria asumo bero oborwaire mboro noborwaire obwo tigo moyo nokwe ego tunyorianga mwanya bantu okwiboro n'omukungu amatukaye n'amakemono bigego tunyorianga ayo mwanya bantu okwiboro n'omukungu obogima bwao igabongo maengari nibokorekana mambia maragoa igogosu sana turikorekana roro igona ki ogo kwento koreki ekero kwa gora kubuno muntu amachenu osora guno muntu omunyabibe bibirero tebanga aruo asoro chelo wiko minainya ekero Elisha aruale pe omosa omoke konyosoro mugambi aserieta ria Yoash ekero iwanga omobani Elisha oriarengo console kerengaki oruarire na elita kama moyo okomunya gochase egetanda kia Elisha okomoroka okorera ngachumu mabane barabe ngakinda gambe seye onye Elisha takore
gakoragwo Elisha kamateria koraiga wosome krewachire nkawchisayo ninki pepire wotenyoria ru yoteria wa ekero umontore siro ekero montoria wegekire umonto wengencho asenka ekero akorwara wikekere tokorora gukwa nigakoretwo gwoba asabanyene nigakoretwo gwoba asekenyoro nigakoretwo gwoba asekanisa nigakoretwo makengecho omonene bantu mbateba chiatukweki alibomas lakini atikweki manyetene yemo yatikweki manyetene yemo eria omonto munyamoronga gukwa bakekenyoro giakoraki kiarebe sunte ningi yakora ekero munyamoronga gukwa ekero munyamoronga gukwa nigo akoretwo womono nigo agosiria gusemberia asa abanto bari bari moyo nigo akoreta egesunte na seigo ekero Elisha arwarete niga arenge maututi mono eyo ashoire ngomoruoti akarera mono akarora rigwamu rinene eria rete gutigara aseigo akagenda okurera na kiara yakora mugaka eldorari
mgonjwa alikuwa ni mahututi sana. Alipoambia pasta amefika, akafungua macho yake, akaniangalia, akaniuliza swali moja. Pasta, nimekuita na nimekungoja uniambie namna ya kukufa. Namna ya kufanya nini? Yaani wana akoganya, onde unango kwa. Mwagori yango kaona. Ochigo sabero monto, profesa. Ochigo sabero monto por daktari. Awatemea tege dara ko ngale tari masabo. Kona ta ton terie, una kingo kwa. Ekiana majirendo kwa? Kwa. Mpeli ya wao kingo kwa. Au kupata nafasi. Ujue ya kwamba wakati mwenye haki amekufa, utaelewa na wewe namna ya kupanga matanga yako, na namna nzuri ya kukufa ni kumtafuta Kristo, kuingia ndani yake. Na huyo Kristo ni nani? Yeye ndiye uzima, yeye ndiye ufufuo. Hata kama utalala sasa, umelala usingizi, atakaporejea utaingia kwa wingi wa uzima, sio kukufa tena, bali kuishi milele na hata milele. May the death of St. James Maronga be a great sermon to you to seek God and look for eternal life in Jesus' name. Familia kuja tuwaombe. Familia kuja tuwaombe. We want to pray for families. Na tutawapatia kipaza sauti after this. Muongee kama familia, mfanye introduction. After that last mzee kaplini sabatu karibuni ingia. Thank you so much. Members of the family. Ningekuwa na muda, wachungaji tafadhali kuja hapa mbele mahali nipo, na wachungaji wase wa kanisa kuja hapa mbele mahali niko. Members of the family. Ninapowaza kama kuna jambo la mwisho baba yenu na mzee Saint Maronga alisungumuza, ni neno linalopatikana katika 1 Kings chapter 2 verse 1, inayosema, sasa wakati umefika, nitalala, nitapumzika kama mababu zangu. Lakini nakuambia wewe Sulemani, remain like a man. Are we together? Go and read that text. To remain like a man, Pastor Sagini, please come over here and assist in this service. To remain like a man is to remain in Jesus Christ. To remain like a man is to accept Jesus Christ as personal Savior and to order your life so that in the resurrection morning you're able to meet with Him in the clouds when Jesus comes. Pastor Sagini, uwe sabira bantabo monene naye ngo tugandoche baramboro koboko iga ubasabire yasaye abagate na inchi nasabire yasaba monaini daktari maremburia mwari wenchoi ogenderere ndogenda komenteka na indi it pays high dividends ekara murime ya Yesu unatwaro liga ni faida yani gotobatonderete ikiamwa sote me ya Yesu ekara me ya Yesu watu botene kubo nese bicho mutigara ororo mutikundera ndatomino bitukori kubokiwa kwaye Pastor please. Bakore wali basaba asemole na ino mumyamya mwendere kubasanira nagera tango tusu. Baba ishie juu mbinguni, tunatoa shukrani kwako kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa huyu mzee tanga alipozaliwa na amekuwa sasa marehemu. Alikuwa na amekuwa akijali watoto wake vile tumesikia, kuwasomesha, na alikuwa na kuhudumia kanisa. Asante kwa kazi ile yote alifanya. Siku ya mwisho
tutaona yale matunda alifanikiwa kuyapata Bwana wetu. Wasee wa kanisa wamesunguka familia yake vile Yerusalemu inaposungukwa na milima. Asante kwa neno lako tumepata kutoka kwa mtumishi wako, ya kwamba sisi pia tuwe waaminifu mbele yako, ili wakati utakaporudi tuwe tayari kukuraki kutoka mawinguni. Kuna watoto wako vile napoendelea kuomba wanajiombea, ili Bwana na mimi nikiongeza Bwana wasamee dhambi zao. Hawa watoto na wajukuu wa huyu mzee wasije wakafikiri ya kwamba wamebaki kama watoto watima. Bwana wetu, we yuko na uliona na ulikuwa wakati huyu mzee alilala. Sasa tukiombea huyu mama amebaki, tunamkabidhi mikononi mwako, endelee kumsaidia, ingawa mwili wake na pia ni mgonjwa. Tunamleta kwa kiti chako cha enzi, endelee kumsaidia na umkumbuke ufalme wa mbinguni. Vile walijitahidi kusaidia huyu mzee au watoto wake, pia wape hekima na maarifa, wakaribia huyo mama kwa njia ile waendelee kumsaidia pia. Asanteni kwa yoyote yale. Kama kuna ulegevu wowote kwa huu mji, Bwana ukamilishe. Wape nguvu wa kusoma neno lako. Yale yote wanafanya ya dunia hii ataisha, lakini waendelee kukutanguliza, kwa sababu siku ile utakaporudi waangalie vile walikuwa na imani yao. Asanteni kwa yoyote yale, na yale hatukuwaomba Bwana yatimise pia kupitia kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Asanteni sana, Mungu awabariki. So now we can hand over the family. Please take over. Thank you, Pastor, for the good message. And now let me take this time to introduce my family who are in front of you by names. We have our mother who is not feeling well and could not be able to join us here right now, but she's around. Now let me start from the youngest, not in any particular order, but it's on my right side. I'm going to this young gentleman, his name is Dr. Elijah Maronga. He's the youngest in the family, even though he looks old right now. Followed by Simon Ondieki, who is in the middle. And then by Esther Gori and Pamela Mogaka, our daughter here, Violet Boyani. She's a daughter to Simon, and of course we have a Motokoro in our arms. Next to her is her mom, who is also a wife to Simon Ondieki. Her name is Susan. Next to Susan is our big sister, actually she's Mary Kemunto. And next to her is our dear daughter, Pip. Next to Firma, Amos Mogaka is a son to Sarah. And next to him, Justin Ondieki is a daughter, is a son to Simon Ondieki. And the next to Simon is Helen Kwamboka. She's a niece here and a daughter to Mary. And the youngest is Caleb Ondieki Maronga, is the youngest of Simon Ondieki. Job Gori is a son to Esther
And next to Donfat Maronga, also a son to Simon. Brian is also a grandson of Gori, because he is son to Firma. Next is Emi Bosire. She's the youngest of my daughters, and we are not charming anybody. This is our aunt. Like you heard the story, an aunt of the youngest of our father's brother. This next right here. And next to him is Jeffrey Jr. Maronga. Is a son to me. Next to him Diane Cospo. I guess it's just the name now. Then the eldest son is Charles Abere Bosire, who took full names of our late uncle, who passed away some time back. Now, we are introducing one of the remaining sons of my father. Her name is Anna Mokeira Manyibe. She has been very good to us, actually in raising us, because we could interchange from here to her home. A very wonderful lady. She's also now catching up with age. Actually, she's the eldest of our dad, so she's past 96 already. And we pray that she lives long enough even to see 100 plus. Next to him is our eldest cousin, Sir R.I.P. Bosire. We share a name because of the same genealogy, and is the eldest son of Mokeira, who is our aunt. Now, if you all can wave now, aunts, and say hi to our dear friends, that would be very nice. Now they can sit now, actually. Now let me take you an extra minute to thank you because of what you have done to us. It has been a very challenging last 2 weeks because of the death of our father. And how to do this exercise, but because kindness and love, because you helped us in your prayers, you lifted us up. This has been very successful. You have been good people to us, good friends. I know you have come from far and near. So now we pray that when you come, Lord, us until we meet again. We are not taking this for granted. We appreciate you, we love you, and you have been very nice to us. Thank you, and God bless you. Nabote kualigania umurisio karaya erinde aichecha asingi joro gori iwa to yarigani asingi cho lepori
Karaba Tony Masai me Karaya, Elinda Tamano, Toganyere Tomonen. Inkore kinarangererwa gosabande tatu liguru abana baho ngosayi bari mebuko asogokonya abana baho babeire bakonyora bokogu oteze ni mebuko yabo ekero barakora mayaya aha tenge obuya buraho obwo mwana Yesu oyoro motori eto amen. Bwana Bwana kuingia kital imoka mweze kuruguru mweze para mweze moyo ukwandu tende nenkara ukang'endagira ukwandu tende gisubulu ukambekere yangu ukwandu tende nyagitari ukamiruka ukando muyamono atemere memiya wakorete muyamono atemere memiya akarukurigere yake oyorenya Yesu, yes, ninaye kwale ko banjara, ili kwale ko bayagitari, ili kwale ko bagisubulu, ko yagantu. Aho temina muyangono, kwenyegere tie ikukoriya ayo Maronga. Okaura tugake. Muyangono agemere memiya wa kore tabana ba minto. Ole kwa wangire gaji, gabutena tabana takera. Iyo kaiga kwa. Muyangono agemere mu abari musi abantu bato nene ne kuguliga abantu bomo nene eyenere nene eyenere temo yokorera ane kwataiga ane tuburati yango monyero bidiga ane tuburati ane nkwame na nje umuntu kana gokuna ahoja gatane oterene yoni nene ira ne kumaronga aye magana marito aira mahara marita bana bame imualo ino kataka wote para kuraudia baba kuraudia imoka la mole mata imoka mitake wote ayenkuge kune ole tuli akende uyamono ngedogo na kwa dai uyamono mwari wai ala kwalile mero ahambu wai uyamono ha uyamono abantu baito uyamono asenderemo uyamono tele we imore merwa Kinga telo, kile chozere, uyamono. Ondurua yuto, ikame raga kwa likono, ote una watu. Uyamono uyamano miziani, uyamano hai, uyamano abantu baitu, uyamano hai, uyamano, ayana kona kende. Ijuo daya ina hoteli muyamono tokaide hoteli muyamono utazuri ketulai poko kanwa umukora yera hoteli muyamono abantu baitu muyamono mungana bela kambu muyamono abantu baitu muyamono tata muyamono misa karala kime muyamono abantu baitu muyamono gana Erika Maronga Ondieki kai ngakitako kutara inokuto chikabati muyamono abantu baitu petene bwa muyamono Erika Maronga muyamono gabara Maronga muyamono watu baitu muyamono asemero muyamono nyandoka oyoro omwana bw'omuliri yake muyamono baba muyamono sana tira ukwani muyamono sana muliri jani muyamono abantu baitu muyamono sana asemero muyamono abantu bomole kwanu tenelinkara owaika